Bana, kwenye Martin Usanii Story ya leo bana, tunakusogezea legend wa muziki wa Afrika Koffi Olomide ambao amefunguka mengi baada ya sakata lake la yeye na mwanae, akihusishwa pia mwanamke wake ambaye anaishi naye. Amefunguka vingi na kuongea kuhusu idea, msanii aliyempa idea ya kufanya remix ya ngoma na kusema mengi kutokana na Cindy Leker, na pia amegusia hiyo album yake ambayo ameitoa ya Goat. Koffi Olomide amefunguka na kusema haya kuhusu mke wake. Msikilize. Hello, je peux vous le dire. C'est la personne la plus aimée en Afrique. Cindy Leker, à part le président Ibrahim Traoré. Sur base de quel, sur base de quel, c'est Moussa la voix naïe, ils ont touché Moutounio surtout. Yes, kwa wale ambao bana hawaelewi Lingala au kusikiliza Kifaransa hata kidogo, Koffi Olomide amefunguka, amesema hivi kwamba mwanamke wake Cindy Leker ndiyo mtu ambaye anapendwa zaidi Afrika, ukiacha Ibrahim Traoré ambaye ni rais wa Burkina Faso. Ya vile vile Koffi Olomide hakukalia kimya tukio ambalo wanamwambia kwamba ametoa jina la mwanae binti yake Diddy Stone kwenye ngoma yake ya Gambela ambayo ameitoa na kuweka jina lingine kwenye wimbo wa Gambela Remix ambayo ameachia albamu yake hii ya Goat. Lakini Koffi ameonyesha kwamba mke wake hayupo kwa chochote. Msikiliza alichokisema kutokana na skendo hiyo. Bon, pas maintenant, c'est qu'on a expliqué. Nini wana remix ya Nzembo. Nzembo original, les anonga original. Coin qui coin, ezaka ndenge zaraki. So suko nga na lobi ke na remix Nzembo langa. Na exemple c'est belé, na zwaka asalaka Sylvie. À peu près 2 ou 3 versions. Hein, oyebit. Suna fere mususu dopa. Dédicace. Bakoma ngote na texte tant zo sala Nzembo. Bakoma ba dédicace te. Sauf peut-être bateau ba fout en bon là-bas parce que les gens achètent ça. Mais il y a des gens oyo ba utaka na motema o ba mutuka del Pirlo a futaka ndeni mutuka Diego mutuka Kenaya. C'est naturel, c'est naturel. Maintenant, on repêche d'abord quoi à Cindy. Cindy n'est pour rien. Il y a Ryuki Kanzimba sepeli à Sanjainga zaikutote. Na yokuta kaka asali challenge neto sawa banzimo tout sur les sans arrière-pensée. Alors sans arrière-pensée. Ngam tuna kina oyemba. Yete. Bon, na oyemba ndeni ki aw na imbaki emesoko fere Gambela. Oye, Sandra Gaza oyemba ndeni nini. Parce que quand je fais ça, d'abord on appelle ça Nzembote. C'est pas une chanson, c'est une animation. Je n'ai pas écrit awa mutuboy awa mutu, non. Na koyo ko na raison o que na tiel sous-souté moi nananga pour telle raison. On va revenir. Mais sincèrement, je te le dis, moi je n'ai pas calculé ça. Parce que les dédicaces, ça ne fait pas partie du texte des chansons des gens. Non. Non. Dédicaces, c'est Zaka. Bato bafutaki, tu leur dois au lobby ya bango, et puis batunayo bautaka na mute motia bango spontanément. Ya hapo Koffi ametoka kuongea kwamba mwanamke wake hayahusiani na chochote kutokana na kutoa kwa jina ya mwanae kwenye wimbo huu hapa. Amefunguka, amesema kwamba wakati wanapoandika wimbo yale majina yanakuwa hayapo, ila kuna watu ambao waga wanatoa pesa kwa sababu watajwe, na ndio wanapotoa pesa msanii anachukua list ya wale watu ili awataje. Lakini na hivyo pia kuna wale watu ambao wako moyoni ambao yeye kama yeye anawaweka hata hawakumpa chochote, ndo akataja kama watoto wake, wanakuwa hawampi chochote lakini anawaweka kwa kuwataja. Sasa alichokifanya mwanamke wake Cindy Leker, alikwenda kufanya challenge ya nyimbo kama msanii anavyofanyaga challenge ya nyimbo yake, na wala hakuwa na fikra zozote kutokana na jina lililotajwa. Na Koffi ameweka wazi akasema aliyeimba wimbo sio Cindy Leker bali ni mimi, lakini watu wameanza kutoa tafsiri tofauti na ile ambayo iliyokuwepo. Tuendelee kumsikiliza. Quand je fais la dédicace là, ma fille ne m'a rien demandé. Et aujourd'hui, ceux qui n'ont na o na sali version na sali, parce que c'est 2 choses différentes. Oya kala izakaka.
J'aurais pu, avec l'intelligence artificielle, aller en studio avec l'ancienne version là, la version mère, la version originale, et puis dans l'homori dédicace. Ah, voilà, il y aurait eu problème. Voilà, il y aurait eu problème. C'est pas ce que j'ai fait. Mes musiques, ils en ont Moussousou, Batouba Betty. Ce sont d'autres personnes, n'a esprit Moussousou. Volontairement, esprit Moussousou. Moi, je n'avais aucun plaisir à ce que tu restituer textuellement Nengezalaki. Déjà, tu es capable d'en noter. Parce que Batouba Betty, Baza Batou Moussousou. Guitare Félita, ils ont Betty. Na Volcan Betty, même à Tabamon Balé, Baza grand guitariste. Et Rosalaka, elle a une similitude à 100%. Donc, et puis j'ai été retiré un truc. Non. C'est un faux procès. C'est un procès injuste. C'est un procès méchant. Nous, on a fait notre version, Moussous. Batu et belle au bazari na version, on a la version. Le Grand Mopao ameendelea kusema kwamba wakati alifanya kuweka hiyo sauti au kuweka jina la mwanae Diddy Stone kwenye ngoma hiyo, mwanae hakumuomba chochote wala mwanae hakumwambia kwa baba nahitaji uniweke kwenye ngoma hiyo, lakini alifanya yeye kama yeye. Na ikiwa ameamua kufanya remix ya ngoma yake, ingelikuwa alitumia akili mnanda au ile ambayo wanasema artificial intelligence kusema kwamba aondoe jina la mwanae kwenye ile nani yake ya zamani, ingesema sawa, ingekuwa ni tatizo na wangesema wanaoyasema, lakini hakufanya hivyo. Na hata hivyo anapofanya remix ya kazi, hata kama kutakuwa wapiga gita, lakini haviwezi kufanana. Lazima kutakuwa kuna utofauti wa walio ngoma ya zamani na ya sasa ambao ni remix. Kwa hiyo watu waache kupanic na kusema vitu ambavyo haviko kutokana na utashi wao wenyewe. Ma fille, la version Kala, elle avait quel âge? Peut-être 4 ans, 5 ans, peut-être 6 ans. Qu'est-ce que ça a à voir, la petite de 3, 4, 5 ans, la jeune femme autosomo la lelo? Combien, hein? Combien même? C'est toujours mon sang, c'est toujours ma progéniture, c'est toujours ma fille. Mais Lelo Azana, 25 ans et demi, 25 ans et demi. Mais le bébé là, on a même à Bercy. Azari à l'époque, là, Azari n'a pas 4, 5, 6 ans, je ne sais plus. Naoua Lelo, ce n'est plus la même chose. Quadracora ameendelea kusema kwamba kipindi anafanya mziki wa Gambela huo ambao ni wa zamani, mwanae binti yake Diddy Stone alikuwa bado ana miaka kama miaka 4, 5 au 6. Sasa amesema yule mtoto wa miaka 5 na 6 na huyu ambaye sasa hivi ana miaka 25 na nusu, kuna utofauti mkubwa. Kwa hiyo hata na mziki na wenyewe unaweza kuwa na utofauti. Kwa hiyo pamoja na yote amesema ni mwanangu, ni binti yangu, ni mbegu yangu, ni damu yangu. Watu wasiingize vitu ambavyo havipo. Hakuishia hapo Koffi Olomide, na ndipo aliamua kusema wazi, kusema kwamba yeye ni msanii mkubwa ndio, lakini kuna vitu ambavyo yeye vinakuwa vinamshinda au hawezi kuvifanya. Na akapita akasema kwamba maua mingi na shukran sana kwa msanii Ferret Gola kwa kuweza kumshauri kufanya remix ya ngoma hiyo ya Gambela. Msikilize. Parce que c'est vrai. Il y a des choses que je n'arrivais pas à faire et Mazo Salamo Lelo. Entre parenthèses, idée à remix Oyo. Je dois une fière chandelle na Ligue des Champions. Oui, Ligue des Champions. Ferret Gola. Le roi autant communauté du sol à CPD. Ferret Donc merci Ferret pour yom taper ça une idée au abi boss. Ouais, banzi mona wana yes ngami uraga. Okay. Donc yango na blim taper ça une. Sasa bana, kilichonifurahisha zaidi bana ni baada ya mtu huyu mtangazaji kumuuliza swali ambalo hata mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza siku zote. Inawezekana pia na wewe. Alimuuliza Koffi Olomide, siku zote toka tuko watoto tunakuona unaimba nyimbo, unavaa nguo, lakini mifuko yako inakuwa imetuna, imejaa. Kwenye mfuko unawekaga nini? Sasa Koffi akamjibu, sikiliza. Depuis tobani kokola toyebio to abana mike ba poche no za ka toujours ya ufimba. Uchaka nini nakati ba poche nayo? Parce que mutu so te portable et oza normal, mais yo ba poche no za ka ya kutonda uchaka nini ba poche nayo? Eza na concert, eza libazo touri les attirants. Déjà penan ndepe ufandi boy yango pesa ka ya ufimba. Mais dilo ni uchaka na ba poche nayo. Mbongo. Ouais. Yo sugo ya vo vérifier. On n'est pas bien un Dobolo King.
pona benga Islander le benga ngai Ganador pona tsaka ba mbongo ibele na bapoche. Sasa bwana, sasa baada ya mtangazaji kumuuliza kwamba ni kipi ambacho au ni nini ambayo inakwenda vimba kwenye mfuko wake toka zamani. Wanajua mtu akiweka simu kwenye mfuko wake inakuwa na vimba kawaida, lakini ya kwake inatuna ya kupita kiasi. Ni kitu gani ambacho kinakuwa kwenye mfuko wake? Koffi Olomide amejibu na kusema kwa straight, akajibu kwamba ambao wanaweka kwenye mfuko wake huwa ni pesa. Na ambaye anataka kudhibitisha aende kudhibitisha. Na ndio maana wanamuita Double King. Bwana, mtoka nguvu Mati Hamisi nilikuwa na wewe na kuletea story ya leo kwenye Mati na Usanii, na hii hapa ilikuwa ya Koffi Olomide. Tuonane siku nyingine, chao.